نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وجزى الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، واتبعوا سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، واعلموا أن الفوز للمتقين. Enyi ndugu Waislamu, nakuhusieni kama vile ambavyo napaswa kuhusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa ndiyo moja katika njia muhimu sana mwanadamu ya kuizingatia na kuweza kuitendea haki kwa kutenda matendo mazuri, ili aweze kwa miongoni mwa wale ambao watakaofaulu siku ya Kiyama. idha almar'u lam yalbas thiyaba min at-tuqa taqallaba umyanan walau kana kasira. Ikiwa Muislamu, ikiwa mwanadamu hayuko tayari kuvaa vazi la uchamungu, atatembea kiwauchi hata kama amevaa. Wa khairu libasi almar'i ta'atu rabbih, na vazi bora la mwanadamu kulivaa ni kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume na hapo, manake hakuna kheri, hakuna mafanikio kwa mja wa namna hiyo. Kwa hiyo hakuna budi kuhusia nafsi yangu na kuhusia nafsi yako katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Waislamu, ukumbusho wetu katika wiki yetu hii insha Allah, tutakumbushana juu ya neema ya Uislamu. Katika ulimwengu si kila ambaye anaishi kwamba yeye ni Muislamu, lakini ni neema ambayo Mungu amewachagua tumani. Ingawa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafhumu za hadithi anatufahamisha yoyote yule ambaye anazaliwa kuzaliwa akiwa ni Muislamu, ima mzazi, baba au mama, kumfanya kwa ni Yahudi, Nasara au Majusi. Lakini yoyote yule ambaye anazaliwa huzaliwa ndani ya dini hii ya Uislamu. Na tunapozungumzia dini, ni ule mfumo wa maisha anaoishi mwanadamu. Ikiwa taratibu zako, mfumo wako, namna unavyoishi maisha yako yanafanana na Uislamu, basi wewe ni Muislamu. Lakini akienda kinyume na hapo, maana tayari wewe, hata kama umetamka shahada mbili, wewe usiye Muislamu, kwa sababu Uislamu ni kauli na vitendo. Ikiwa utachukua kauli kwamba mimi ni Muislamu, vitendo viko tofauti. Hakuna sherehe yoyote ya Mayahudi au Manasara haikupiti, unahudhuria, unafanya, basi tayari wewe ni katika wao. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yoyote mwenye kujifananisha na watu, basi huyo ni katika wao. Hakuna nini jepesi la kusema isipokuwa hili. Sio ukasema nani sinasibisha na ukafiri wakati mimi Muislamu. Hapana. Mtume anasema, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mwenye kujifananisha na watu, jamii ya watu fulani, basi ni katika wao. Kwa hiyo Uislamu ni miongoni mwa neema kubwa, ama dini ya Uislamu ni miongoni mwa neema kubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameichagulia yeye mwenyewe binafsi, na akaichagua kwa ajili ya umma wote duniani. Ndio maana akasema katika siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama katika siku ya Arafa, siku ambayo alihiji hija ya kwanza na ya mwisho katika maisha yake, siku hiyo Allah alimtuma Jibril ende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na aya ambayo ilibeba ujumbe wa dunia nzima. Allah anasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimewakamilishia nyinyi Waislamu na mtume wenu huyo dini yenu. Maana dini leo imekamilika.
wa atmamtu alaykum ni'mati, na nikatimiza neema zangu mbalimbali, wa raditu lakum al-islam dina, na pia nikaridhia kwamba Uislamu ndiyo dini, ndiyo mila ya kufuatwa na kila mtu. Kwa hiyo utakapoishi, tambua kwamba mila ya haki ni Uislamu pekee. Na kama Muislamu hutakiwi mila hiyo ama dini hiyo ibakie kwa mdomo tu, ifanye kivitendo. Vitendo vyako manake vilete athari kwa wale ambao sio Waislamu, hapo tayari itakuwa na dini ya kweli. Kwa hiyo mila ya haki ni Uislamu pekee yake. Allah akasema tena, inna dina inda Allahi al-Islam, hakika ya dini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Uislamu tu. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina, na yoyote mwenye kutaka dini mfumo wa maisha usio kwa Uislamu, basi falan yukbala minhu, dini hiyo mfumo huo wa maisha aliochagua Allah hatakubali, manake Allah ataukataa. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, Allah kamalizia na kusema akhira, mtu huyo atakuwa ni miongoni mwa waliokula hasara. Sasa mimi na wewe tukae tujiangalie mila ama mfumo tunaoishi nao hivi sasa ni katika ule ambao ametaja Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Mila ambayo tunaifuata ama maisha ambayo tunaishi nayo ni ya Uislamu kweli? Bali insanu ala nafsihi basira, kila mmoja anajijua mwenyewe. Na tunapozungumzia Uislamu, wanachuona na utafsiri wanasema huwa al-istislamu lillahi bitawhid, ni kule kujinyenyekesha kwa Mwenyezi Mungu kwa kumpokesha. Manake ukajikubalisha kwa Mwenyezi Mungu, ukawa tayari yeye kama ni kumwamini unamwamini yeye tu, kama kumtegemea unamtegemea yeye tu, huna wengine pembeni. Hapo kwa Uislamu wako umethibiti. Wal istislamu lillahi bitawhid ni kujinyenyekesha kwa Mwenyezi Mungu kwa kujikubalisha kwa kumpokesha. Wal inqiyadu lahu bitaa, na ukamfuata Allah, ukazifuata taratibu zake kwa kumtii. Si kwamba mimi Muislamu lakini kuswali msikiti hujui, kwamba Muislamu Ramadhani hufungi pengine bila sababu yote, unasema tu bwana, mimi naona kufunga kwa kana njia sijazoea. Umekubali Uislamu lakini umevunja nguzo ya Uislamu, kwa hiyo bado Uislamu wako hauko sawa. Wal inqiyadu lahu bitaati, na kumfuata Allah kwa kumtii. Maana yale ambayo amekuamrisha, kama ni swala, kama ni funga na ibada nyingine zote, ukawa tayari kuzifuata. Na vile vile makatazo yake, kama Allah amekukataza, ukawa tayari kuacha, ikiwa ni ulevi, zina, dhulma na mengine. Hayo yote ukawa tayari kuacha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal bara'atu min ash-shirki wa ahli, na ukawa tayari kuwa mbali na ushirikina pamoja na wale ambao wanaotumikia. Hapo tayari wewe itakuwa Uislamu wako umeshathibiti mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haujathibiti moja kwa moja, lakini tayari una green light kwamba huyu sasa kidogo na Uislamu. Ili uthibiti tufanye nini? Lazima tupate nguzo. Kila kitu kina nguzo, mpaka msikiti umesimama sababu ya hizo nguzo. Kwa hiyo Muislamu lazima ukae uzijue nguzo hizi, sio kuzijua kama tulivyozoea tukazitungia anashid, tukazitungia kasida mbalimbali. Hapana, tukae tuzisome, tujue Allah nini anataka ndani ya nguzo hizo. Ya kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema bunya al-Islam ala khamsi, ya kwanza alisema shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah, ni kushuhudia hakuna pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na Muhammad rehma na amani zimshikilie yake ni mtume wake kamtuma. Hii ni moja katika nguzo kubwa, kumwamini Allah, kushuhudia ashhadu an la ilaha illa Allah. Lazima ukae uzijue shughuli za la ilaha illa Allah. Ukisema neno hili, kitu gani niache, kitu gani nifanye? Na unaposema ashhadu anna Muhammadar rasulullah, vile vile unatakiwa ujue shughuli zake. Hapo tayari itakuwa ushuhudia Uislamu wako na namna gani uende nao. Nikitoa moja katika hizi shahada mbili, unaposema ashhadu anna Muhammadar rasulullah, maana yake wanasema ta'atuhu fi ma amara,
maana yake umejikubalisha kuwa tayari kumtii mtume kwa kila ambalo amekuamrisha. Wa tasdiquhu fima akhbara, na kumsadikisha mtume kwa yale ambayo ametolea habari. Pengine alikuletea habari mtume kwamba kiama kipo, hakuna ambaye amekiona kiama, lakini mtume anatuambia kiama kipo na tukakiamini. Ama kuna adhabu za kabri, itafika siku tutakufa sisi, baada ya kufa tutaulizwa katika makaburi yetu na malaika wawili, Munkar na Nakir. Hili tukaliamini, ni mambo ya ghaib, maka tayari hapo shahada yetu imekubalika. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa jitinabu ma naha anhu wa zajara, na ukawa tayari vile vile kuyaacha yale ambayo mtume amekukataza, mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakemea, ukaamua kuyapuuzia mbali. Mtume anasema msende kama kuhani, ukawa uko tayari, mimi siendi sababu namsikiliza mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anakuambia usili ulevi, usidhulumu, usifanye kadha wa kadha, ukawa tayari kufanya kwa ajili ya kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo tayari wewe shahada yako inathibitisha mbele ya Mwenyezi Mungu. Na pia wala yu'badu illa bima sha'a, ibada zako hizo usiabudu, usizifanye isipokuwa kwa taratibu aliyokupa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna ibada isipokuwa mtume ameifundisha. Hakuna ibada isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ameifundisha. Manake kama kuna mengine tunayatengeneza sisi wenyewe, kama kuna mengine tunayafanya sisi kwa matamanio yetu, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hajaacha chochote isipokuwa amefundisha. Mpaka siku ya Arafa akawa anasema ya Rabb shuhudia hal balagtu, anawaambia sahaba angalieni nimefikisha. Sahaba anasema naam ya Rasulullah, umefikisha. Na kweli mtume amefikisha. Kwa hiyo tunayatengeneza ni sisi wenyewe. Ikiwa ni swala mtume katufundisha, salatul janaiz mtume ametufundisha, kufunga, kuswali na mengine yote mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha. Kwa hiyo lazima tukae tuangalie ibada zetu tunazozifanya zinaendana na taratibu aliyotufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndo shahada yako tayari itakamilika. Na sio hayo tu, ya pili akasema as-sala, ni kusali. Hii ni moja katika nguzo muhimu sana ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema as-salatu imaduddin, swala ndio nguzo ya dini hii ya Uislamu. Faman aqamaha faqad aqama ad-din, mwenye kuisimamisha kaiswali vile inavyotakikana, sio kudokoa adhuhuri uswali saa 7 na swali saa 9 kadha wa kadha. Hapana, as-salatu ala waqtiha, kwa swali kwa wakati uliowekwa. Manake tayari wewe umejikubalisha kwamba Uislamu ndio dini yako. As-salatu imaduddin, swala ndio nguzo ya dini. Faman aqamaha faqad aqama ad-din, mwenye kusimamisha umesimamisha dini. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din, na mwenye kuiacha kawa haswali, anajipangia yeye vipindi vya kuswali na wakati na utaka, basi huyo tayari ameshaporomosha dini kwa upande wake. Mtume sasa anasema awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah, amali ya kwanza kuhesabiwa mja siku ya kiyama ni swala. Maana ikitimia, zimetimia amali zote. Inapoharibika, amali zote zimeharibika. Wasomu Ramadhani, wa zaka, na kutoa zaka, wa itai zaka, na kutoa zaka. Mtume akasema hii ibada ambayo inakuwepo baada Eid al-Fitr. Vile vile tukawa tayari kutoa mali zetu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuonyesha kwamba mimi ni Muislamu wa kweli. Sio kile wakati wa kutoa zaka unaanza kupiga hesabu za wanao wake zako kwamba wanunulie mivao mingapi ya kanga, lakini unaacha kutoa zaka. Leo unasema mimi sina pesa, pesa zote nishatumia matumizi ya wanangu na familia yao, hakuna kilichobaki. Hapana, pesa uko nazo. Kwa ni lazima kwa Muislamu unapomfikia wajibu huo haufanyi